Kristo. Ndugu wapendwa katika Kristo, masomo ya leo, masomo yote matatu pamoja na hata Zaburi wimbo wa katikati, tunaona yote, kila somo limeandikwa kwa muda wake, kwa kipindi fulani, katika hali fulani. Ukiangalia somo la kwanza liliandikwa kipindi ambapo watu wa Israeli walikuwa na kipindi kigumu. Sasa wako karibu katika uhamisho, wako katika hali ya uhamisho kwenda Babeli. Na hapa katika hali hiyo ya woga na wasiwasi, wanaambiwa kwamba msiogope, Mungu atawaweka katika nchi hii. Sio wale wenye nguvu waliobakishwa, sio wale maarufu, sio wale mfalme, si jeshi, bali wale ambao wadhaifu, na wale Mungu atawatunza, msiogope. Na hapa tunaona somo la kwanza katika hali hiyo. Na katika somo la pili tunaona Wakorintho tayari wamekuwa kwa Kristo, bado hawaelewi mbele kuna kitu gani na nini tena. Paulo anawaambia msiogope, kwa sababu mkijua Korintho ilikuwa ni maarufu kipindi kile kwa ajili ya falsafa, na watu wakaona ni hekima au falsafa, mtu ambaye anajua falsafa basi huyu alikuwa anahesabika kwa mtu mkubwa mwenye uwezo. Lakini Paulo anawaambia msiogope na msianze kujipima kwa mtazamo wa dunia. Na somo la pili linatoka katika hali hiyo. Na Injili tunaona Yesu akiwa anahubiri mkutano na hata wafuasi mwanzoni mwa kazi yake, au mwanzoni alipoanza kuhubiri Injili. Basi neno hili au Injili ya leo linatoka katika hali hiyo. Na masomo yote matatu pamoja na hata Zaburi yanaleta ujumbe mmoja, kwamba Mungu daima anaujenga ufalme wake, si kwa wenye nguvu, si kwa wenye mamlaka, si kwa wenye uwezo wa mtazamo kwa nadharia ya dunia, bali wale maskini, wale wanyenyekevu, wale wanaoonekana wapumbavu, wanatumia neno kabisa. Na katika Mtume Paulo haanzi kuogopa kutumia maneno makali, anasema kile kitu kinachoonekana kipumbavu katika macho ya dunia, Mungu anatumia kwa ajili ya kuonyesha utukufu wake. Na ndio maana anatufundisha ufalme wa Mungu, na mambo ya Mungu hayatendwi kwa sababu ya uwezo, kwa sababu ya mamlaka, kwa sababu ya utajiri, kwa sababu tu uko tayari kumpokea Mungu katika maisha. Kwa hiyo basi, ndugu wapendwa, Yesu mara nyingine anatukumbusha leo hii kwamba hatuna haja ya kuangalia kwa mtazamo wa maisha ya dunia, tuwe na uwezo kuleta Mungu kwa maisha ya watu wengine. Lakini anatuambia kwamba tunaweza kumleta Mungu hata kwa tendo ndogo la imani, kitu kidogo sana ya maisha yako ya kawaida, kwa neno fulani, neno la faraja, neno la huruma, neno la upendo. Kwa matendo yako yale yanayoonyesha upendo, kwa njia ya matendo haya na vitu vingine na maisha yako ya kawaida, kweli unaweza kumhubiri Yesu kwa watu wengine. Na jukumu letu kila mmoja wetu ambao tumebatizwa, sio mimi, sio makatekista, sio mapadri na masista, kila mmoja wetu kwa ubatizo tumeambiwa twende kumtangaza Yesu, sio kwa mahubiri na sio kwa kwenda huko kusimama mbele ya watu, lakini kwa mfumo wa maisha yetu na mtindo wa maisha. Basi Yesu atusaidie kila mmoja wetu, tumwambie Yesu, Yesu nisaidie ili niweze kuwa na unyenyekevu kukupokea wewe katika maisha yangu, na maisha yangu yawe ishara ya upendo wako kwa watu wote, hasa
siwapendi, hasa wale ambao nina uadui nao, hasa ambao nimewatenga. Basi leo hii Yesu uwaguse kwa njia yangu, maisha yao wawe nawe, wawe baraka.